washiriki, ni dhahiri kuwa mwelekeo huu wa taasisi ya elimu ya watu wazima unaendana kikamilifu na dhamira ya serikali ya awamu ya 6, ambapo lengo ni kuhakikisha elimu inakuwa chombo cha kuwezesha mwananchi kujitegemea, kuimarisha uchumi, kupunguza umaskini na kuleta usawa wa kijamii. Tunafahamu sote, tumekuwa tukiimba wimbo wa elimu ni ufunguo wa maisha, na mtu anapopata elimu ambayo inampa maarifa pamoja na ujuzi, anaweza kupunguza kiasi cha kujitegemea, kiasi cha utegemezi na kujitegemea, na hatimaye kuimarisha uchumi wa nchi na kupunguza umaskini na kuleta usawa wa kijamii. Serikali inasisitiza kuwa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni nyenzo muhimu ya kujenga taifa lenye maarifa na ujuzi wa kisasa. Serikali inatamani kila mwananchi aweze kuwa na ujuzi wa msingi ambao utamwezesha kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Sasa hivi ulimwengu unaenda kwa kasi, tunaambiwa kuna akili mnemba, vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaweza kufanyika na binadamu zamani, sasa hivi itafanyika na robots, itafanyika na mashine ambazo kimsingi tunatakiwa kujifunza zaidi na kuweza kufanya zaidi ya yale ambayo robot itaweza kufanya au mashine inaweza kufanya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi, bila kujali umri, jinsi na mazingira yaliyopo, anapata elimu ambayo inampa maarifa na inampa ujuzi. Ndugu makamu mwenyekiti, pamoja na washiriki, natambua kwa dhati kuwa katika kutekeleza miradi na programu zenu mbalimbali, taasisi ya elimu ya watu wazima imekuwa ikishirikiana kwa karibu na wadau wa maendeleo katika kuanzisha na kusimamia utekelezaji wa programu hizo. Wadau hawa ametaja mkuu wa taasisi, na kwa sababu ya mchango wao mkubwa, naomba na mimi nirudie kuwataja. Kuna Benki ya Dunia ambao kama ambavyo nimesema mwanzoni, tumechukua mkopo kwa riba nafuu ambao umetekeleza mradi wa SEQUIP. Kuna UNICEF, kuna UNESCO, kuna serikali ya Korea ya Kusini kupitia KOICA, tuna DVV International, kuna Commonwealth of Learning, kuna CAMFED ambayo inafanya kazi kubwa sana kuwakomboa wasichana ambao wameshindwa kuendelea na masomo katika utaratibu wa kawaida. Kuna Plan International, kuna Care International, nimeona mwakilishi wake hapa pia. Actually kuna Care Tanzania, nimeona mwakilishi wake hapa, kuna pamoja na mamlaka ya elimu Tanzania. Niseme ndugu zangu, ushirikiano huu hautokei tu by chance, ila ushirikiano huu ni kielelezo cha mshikamano wa kitaifa na kimataifa katika kuwekeza kwenye rasilimali watu kupitia elimu. Tunawashukuru sana wadau hao wa maendeleo kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika kuwezesha vijana pamoja na watu wazima kupata elimu bora, stadi za maisha na ujuzi wa kiufundi, ili hatimaye waweze kujikwamua kiuchumi na kuchangia katika maendeleo endelevu ya taifa letu. Ushirikiano huu ndugu zangu ni ushahidi wa imani kubwa walionao wadau hawa wa maendeleo kwa Tanzania, na ni chachu ya kufanikisha utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 kama ambavyo nimesema awali. Na sera hii imeweka mkazo katika elimu jumuishi yenye tija na inayojibu mahitaji ya soko. Ndugu makamu mwenyekiti pamoja na washiriki, nitumie fursa hii vile vile kuwapongeza kwa kuendesha kwa mafanikio makubwa kongamano kubwa lililokuwa na kauli mbiu inayosema elimu bila kikomo kwa maendeleo endelevu, lililofanyika mwezi wa 8 mwaka huu wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 50 ya Taasisi ya Elimu Tanzania. Niseme kiukweli, kongamano lile limekuwa alama ya mafanikio makubwa yanayotokana ya mafanikio makubwa ya Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima, kwani liliwaleta kwa pamoja wadau mbalimbali wa elimu kutoka ndani na nje ya nchi, na kongamano hilo pia lilitoa fursa ya kujadili mustakabali wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Ndugu zangu, niseme makongamano ya aina hii ni fursa muhimu sana, kwa sababu yanasaidia kuufahamisha umma wa Tanzania kuhusu kazi kubwa inayofanywa na Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima, sambamba na kubainisha fursa na changamoto zilizopo katika Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Sote mtakubaliana na mimi kwamba
Kwa kiasi kikubwa baadhi ya jamii zikisikia taasisi ya elimu ya watu wazima inaona ina mtazamo ule wa zamani kwamba watu wazima ambao walishindwa kufuata elimu ya kusoma na kuandika ndio wanaopaswa kuja kwenye taasisi hii, lakini leo tumeshuhudia kuna watu ambao wanapata shahada ya kwanza hapa. Ni hatua kubwa ya mabadiliko ambayo taasisi hii ya elimu ya watu wazima imepitia na wanahitaji pongezi. Tuwapongeze kwa kweli kwa kuwa wabunifu, wameondoa ule mtazamo wa zamani kuhusu taasisi ya elimu ya watu wazima kwamba ni kwa ajili ya wababa na wababu na wabibi ambao hawajui kusoma na kuandika, lakini wanatakiwa kujifunza kuandika na kusoma ili waweze kusaini karatasi ya stakabadhi wanapoenda kuuza mazao yao kwenye vile vyao na ushirika. Kwa hiyo wameweza kutoka kwenye mtazamo huo, wameanzisha stashahada. Tunaona kuna stashahada, kuna degree ya kwanza, kuna aina ya shahada. Sasa hivi tumeambiwa tutaenda kuwa na shahada ya uzamili muda sio mrefu, na pengine muda sio mrefu tutakuwa na shahada ya uzamili kwa maana ya PhD. Kwa hiyo huu ni mwelekeo mzuri ndio, na unaashiria umahiri wa management ya taasisi hii ya elimu ya watu wazima na maono ya mbali ili kuhakikisha kwamba taasisi hii inaziba nafasi ya kielimu ambayo hakuna taasisi nyingine inayoweza kuziba, kwa sababu ya aina ya watu, aina ya candidate ambao wanaweza wakajiunga ni tofauti sana na ambao taasisi nyingine zina uwezo wa kutoa elimu. Kwa hiyo ninawapongeza kipekee sana taasisi ya elimu ya watu wazima kwa kuwa na maono ya mbali na kuondoa mtazamo wa kizamani. Ninasihi muendelee kuandaa makongamano kama lile ambalo mliandaa mwaka huu, na makongamano hayo yawe ya kitaaluma na yafanyike mara kwa mara, kwani kupitia mijadala na maoni ya wadau taasisi itapata mwongozo wa kuboresha zaidi utoaji wa elimu, huduma za elimu na mafunzo. Na maono hayo na input hizo kutoka kwa wadau zitasaidia kuimarisha ubora wa elimu, kuongeza ushirikiano wa wadau, lakini pia kuendelea kutekeleza dira ya taifa ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata nafasi ya kujifunza bila kukoma. Ndugu makamu mwenyekiti pamoja na washiriki, kwa upande wa serikali napenda kuhakikishia kuwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itaendelea kuisimamia kwa karibu taasisi ya elimu ya watu wazima katika kutekeleza majukumu yake ya msingi. Lengo ni kuhakikisha kuwa taasisi hii inaimarishwa zaidi ili iendelee kuwa nguzo muhimu ya elimu jumuishi nchini. Naomba kupigia mstari elimu jumuishi nchini, kwa sababu kila mtu ana fursa ya kupata elimu kupitia taasisi hii ya elimu ya watu wazima. Tutahakikisha kila Mtanzania anapata nafasi ya kuongeza maarifa na stadi za kazi kwa kadri ya uhitaji wake bila kujali umri, jinsi au jinsia au mazingira aliyopo. Serikali itaendelea kuunga mkono miradi na programu za taasisi kama ambavyo tumekushasikia, pamekuwepo na SEQUIP, pamekuwepo na IPOSA. Serikali itaendelea kuunga mkono miradi ya aina hiyo ambayo inalenga kuimarisha uwezo wa taasisi kutoa elimu iliyo bora kwa kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Lakini pia serikali itaendelea kuunga mkono mashirikiano yote na wadau wa elimu wa ndani na nje ya nchi ili kufanikisha malengo ya kitaifa ya elimu jumuishi na endelevu. Ndugu zangu, nipende pia kusema kwamba wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itaendelea kuweka mazingira wezeshi ili kuhakikisha kuwa watoto waliokatiza masomo ya elimu ya sekondari wanaendelea kurejeshwa na kupata nafasi ya kuendelea na elimu kupitia taasisi ya elimu ya watu wazima. Tumesikia hapa pia kwamba taasisi ina mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba hii elimu jumuishi inaenda mpaka kwenye level ya primary pia. Kwa hiyo ni maono mapya kama ambavyo wamekwisha kutekeleza kwenye level ya sekondari, sasa hivi wanaenda kwenye level ya primary. Hatua hii ni muhimu kwa kudumisha matokeo chanya yaliyokwisha kupatikana hadi sasa na kuendeleza dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ya kuhakikisha hakuna mtoto anayeachwa nyuma katika safari ya elimu. Ndugu zangu, kwa kuwa leo ni siku ya mahafali, siku ya furaha, najua wahitimu wanatamani malize mapema ili
wakasherehekee kwa namna wanavyojua. Nimeshaanza kuona style za kusherehekea hapa. Niseme tu kwamba napenda kwa heshima kubwa kutambua mafanikio makubwa yaliyopatikana kwa mwaka huu wa masomo 24-25, na pia nimeelezwa na nimesikia kwamba jumla wahitimu 22-23 wamehitimu katika ngazi mbalimbali na wamekwisha tunukiwa tuzo zao kama ambavyo nimekwisha kufanya. Nimeambiwa kwamba na nimesikia wahitimu hawa wanatoka katika kampasi mbalimbali ikiwemo kampasi ya Dar es Salaam, kuna Mwanza na Morogoro, lakini nimeambiwa pia kuna kampasi ya Ruvuma, na siku sio nyingi tutakuwa na kampasi ya Kilimanjaro. Kwa hiyo taasisi yenu inazidi kukua, inasogeza huduma karibu na wananchi. Kama alivyosema mwakilishi wa wahitimu ndugu Amos Mwoka, ni jambo la kujivunia kwamba licha ya wahitimu hawa, licha ya wenyewe wahitimu kupitia changamoto mbalimbali na vikwazo mbalimbali katika safari yenu ya kielimu, ikiwemo changamoto za kitaaluma, kifamilia, kiuchumi, kijamii na kimazingira, pia mmeweza kushinda changamoto hizo kutokana na moyo wa kujituma na nidhamu ya uvumilivu. Ninawapongeza sana kwa mafanikio hayo. Ndugu makamu mwenyekiti na washiriki, ninapenda pia kutoa pongezi zangu za dhati kwa wahadhiri wetu kama ambavyo nimewatambua mwanzoni, kwa kuwa wahadhiri hawa wamekuwa nguzo ya mafanikio kwa kutoa maarifa, miongozo na malezi ya kitaaluma kwa wahitimu. Kupitia juhudi zao wamehakikisha kuwa elimu iliyotolewa katika taasisi hii ya elimu ya watu wazima inakuwa ya kiwango stahiki, inaendana na mabadiliko ya sera ya elimu na mafunzo inayoakisi mahitaji ya jamii. Ndugu zangu wahadhiri, niseme tu kwamba mchango wenu wa kitaaluma ni wa thamani kubwa na unastahili kutambuliwa na kupongezwa. Hongereni sana wahadhiri wetu kwa kazi kubwa mlioifanya, wanastahili makofi makubwa kabisa. Ndugu zangu, pia ni muhimu kutambua kwamba mafanikio haya yote yamewezekana kwa kuwa taifa letu linaendelea kudumisha amani na utulivu. Amani na utulivu ndio nguzo ya msingi inayotuwezesha kuwekeza katika elimu, kuimarisha uchumi na kujenga mshikamano wa kijamii. Bila amani, juhudi zetu za kielimu na maendeleo zisingeweza kufanikiwa. Ndugu mgeni rasmi na washiriki wote, kwa kukumbushia tu kama ilivyotamkwa na mwakilishi wa kamisheni ya elimu, mnamo Agosti mwaka huu 2025 taasisi ilikuwa na kilele cha maadhimisho ya kutimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, na katika kipindi hicho taasisi imekuwa nguzo muhimu ya elimu ya watu wazima nchini, ikichangia kwa kiasi kikubwa katika mapambano ya maadui wakuu watatu tunaofahamu: ujinga, umaskini na maradhi, ili kuimarisha ushiriki wa jamii katika kuleta maendeleo endelevu na pia kutoa fursa za elimu kwa makundi mbalimbali. Tunapoendelea kuadhimisha miaka 50 ya taasisi yetu, tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kuendelea kuwezesha taasisi kifedha na kiuongozi ili kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa. Sambamba na serikali, tunatambua sana na kuthamini mchango wa wadau mbalimbali wa maendeleo ambao wameendelea kushirikiana na serikali yetu katika kuziwezesha programu za elimu zinazogusa makundi mbalimbali ya vijana pamoja na watu wazima. Wadau hao wametajwa, lakini nitaje tu kwa kurudia kuonyesha kwamba tunamaanisha tunapowataja kwamba tunathamini sana ushiriki wao katika maendeleo ya elimu nchini Tanzania. UNICEF, na basi mkiunga mkono kwa kupiga mikono itakuwa kweli tunamaanisha kwamba wanapunga mkono. UNICEF, UNESCO, makofi yanaenda kwa step tafadhali. UNICEF, UNESCO, serikali ya Jamhuri ya Korea kupitia KOICA,
Commonwealth of Learning, Mamlaka ya Elimu Tanzania, DDV International, Benki ya Dunia, CARE International ambayo ni CARE Tanzania, Plan International, Comfort, UNFPA na wengineo. Tunashukuru sana wadau wote kwa kuwa pamoja nasi wakati wote. Kwa pamoja, juhudi hizi za serikali na wadau wa maendeleo zimewezesha taasisi hii kuendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa ufanisi mkubwa. Na nitaje baadhi ya mafanikio mwishoni rasmi ambayo ni matokeo ya ushirikiano huu. Mosi, taasisi ya elimu ya watu wazima imeendelea kusimamia utoaji wa elimu ya sekondari nje ya mfumo rasmi, yani alternative secondary education pathway, na kuboresha miundombinu ya ufundishaji na ujifunzaji, ambapo kwa mwaka huu pekee yake katika hili, yani elimu ya sekondari nje ya mfumo rasmi, tumesajili jumla ya wanafunzi wapatao 5977 na katika jumla ya vituo ambavyo viko nchi nzima vipatavyo 192. Aidha, katika kipindi cha miaka mitano ya mradi huu kwa jumla yake tumefanikiwa kurejesha shuleni wanafunzi waliokuwa wamekosa fursa sekondari wapatao 15,003. Namba 2, kupitia mradi wa kuimarisha ubora wa elimu sekondari, yani Secondary Education Quality Improvement Project, taasisi hii imejenga majengo yapata 13 yenye vyumba vya madarasa na vyumba vya ofisi na vyumba vya kulelea watoto katika mikoa ya Pwani, Rukwa, Manyara, Twara, Iringa, Kigoma, Geita, Njombe, Songwe, Simiyu, Singida, Mara na Katavi. Tafsiri yake ni kwamba hii mikoa niliyotaja ukienda hutaona taasisi imepanga jengo, lakini ina majengo ya kwake ambayo serikali yetu imejenga kupitia mradi huu wa SEQUIP. Vile vile ukarabati mkubwa umefanyika kupitia mradi huu wa majengo katika mikoa 6 ya Morogoro, Ruvuma, Dar es Salaam, Mwanza na Tabora na Kilimanjaro. 3, taasisi ya elimu ya watu wazima imeweza kupanua wigo wa utoaji wa fursa za mpango wa elimu changamani kwa vijana walio nje ya shule maarufu kama IPOSA au Integrated Program for Out of School Adolescents, ambapo upo katika mikoa ipatayo 16 Tanzania bara hadi sasa, na wafadhili nishasema mkoa na wafadhili UNICEF awamu ya kwanza, CARE International, CARE Tanzania, lakini tunayo awamu ya pili ambayo inatekelezwa katika mikoa 6 chini ya ufadhili wa serikali ya Korea kwa shirika la Koika. 4, mafanikio namba 4, taasisi imeendelea kutoa mafunzo ya walimu na usimamizi wa elimu ya watu wazima na elimu ya mfumo rasmi kwa vijana na watu wazima, na pia programu mbalimbali kwa njia ana kwa ana na kwa njia masafa katika kampasi za Dar es Salaam, Morogoro, Mwanza na Ruvuma, na ambapo sasa wahitimu wa leo ni sehemu ya hiki ninachokiongea katika kuandaa wataalamu wa uwezeshaji na usimamizi wa programu za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Alafu 5, taasisi imefanikiwa kuboresha mitaala ya zamani ya elimu ya juu na kuanzisha mitaala mingine mipya na programu mpya zipatazo 10 za elimu ya juu ambazo zinajielekeza sasa kwenye mafunzo ya amali na teknolojia kama ilivyo mkazo wa sera yetu ya elimu na mafunzo ambayo nimekwisha kuitaja, sera ya mwaka 2014 toleo 2023. Maana ni kwamba mahafali zinazofuatia tutakuwa na wahitimu kutoka programu nyingi zaidi kuliko ambavyo tunaona hivi leo. Na mwisho kutaja tu kwa ajili ya muda, katika mafanikio haya ambayo ni matokeo ya ushirikiano wa wadau kuunga juhudi za serikali, na kwa mara kwanza taasisi hii baada ya miaka 50 imefanikiwa kukamilisha mchakato wa kuipitia upya sheria namba 12 ya mwaka 75 ambayo iliunda taasisi, na mswada huu wa mapitio ya sheria umekwisha kuwa tayari na umepelekwa wizarani kwa hatua zaidi. Na miongoni mwa mabadiliko yaliyopo katika mswada huo, utaona kuna mabadiliko ya jina la taasisi yetu hii, na sababu zimekuwa wazi katika mapendekezo yaliyotolewa. Mgeni rasmi,
Katika kuendeleza juhudi za kuboresha huduma za taasisi ya elimu ya watu wazima kwa jamii, kwa sasa tumejikita katika kuboresha mambo makubwa mawili. La kwanza, kupanua fursa za elimu msingi nje ya mfumo rasmi kwa kuongeza programu mpya na kuimarisha programu za elimu msingi ambazo zipo tayari. Kwa mfano, kupitia mradi wa IPOSA ambao nimekwisha kutaja, tupo hatua za mwishoni kukamilisha ujenzi wa karakana workshop 27 katika halmashauri za mikoa 6 ya Pwani, Tanga, Manyara, Singida, Simiyu na Shinyanga. Lakini sambamba na hizi karakana 27, vituo vinakamilika mwezi Januari. Tunakamilisha vituo 3 vya mafunzo ya amali vya mifano, yani zinaitwa model centers. Na hizi model centers ni vituo vya mafunzo au vyuo ambavyo lengo lake ni kuwawezesha kukaa vijana pale kupata mafunzo mbalimbali ya amali, lakini pia lengo lake lingine ni kufanya mafunzo ya wawezeshaji, training centers, kwa ajili ya kuandaa pia walimu wa ufundi na ufundi stadi. Hivyo vitatu ambavyo vyote hivyo viko katika hatua za mwisho. Hivyo vitatu, kimoja kiko Babati, kimekamilika kabisa, bado hatua za kumalizia tu furniture, na kingine kiko Tanga mjini na kingine kiko Shinyanga. Jambo la pili, katika kama nimesema, tumejikita sana kwa wakati huu ni kuongeza udahili wa wawezeshaji. La kwanza, tunapanua fursa za elimu msingi, lakini pili, tunaongeza udahili kwa wawezeshaji na wasimamizi wabobevu wa elimu msingi. Kwa mandate yetu ibaki pale pale, ni elimu msingi, huku sasa tunaandaa wawezeshaji hawa walimu, tunaandaa kwa lengo hilo hilo la kuwa wabobevu katika elimu msingi nje ya mfumo rasmi. Kazi na utu, nasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kufika salama katika siku hii adhimu ya mahafali ya 64. Hakika ni siku ya furaha, fahari na kumbukumbu ya pekee katika maisha yetu ya kitaaluma. Pia ni kushukuru wewe mgeni rasmi ambaye pia ni mwakilishi waziri wa elimu, sayansi na teknolojia kwa kuridhia kuja katika mahafali yetu. Tunajua wingi wa majukumu yako ulionayo, lakini umeacha na kuja kushiriki nasi katika mahafali haya. Mungu akubariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa nichukue fursa hii kuwapongeza kwa dhati wahitimu wenzangu kwa kufanikiwa kuhitimu masomo yetu. Safari haikuwa rahisi na haikuwa nyepesi. Kulikuwa na changamoto nyingi za kitaaluma, changamoto nyingi za kijamii, kiuchumi, lakini kwa uvumilivu na nidhamu na bidii tumefikia hatua hii muhimu katika maisha yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, najivunia kuona taasisi ya elimu ya watu wazima kwa kuzalisha ama kutuzalisha sisi wahitimu wenye maarifa, stadi na maadili ambayo nina imani tutakuwa chachu katika mabadiliko chanya katika jamii. Elimu tuliyoipata si kwa ajili yetu pekee, bali ni kwa ajili ya kutumikia taifa na kujenga jamii kwa uadilifu na uzalendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wahitimu wote ama wahitimu wenzangu kwa ngazi zote ambazo ni ngazi ya shahada, stashahada na astashahada, tuliosoma kwa njia huria na kwa njia kawaida, tunatoa shukrani za dhati kwa viongozi, walimu na wafanyakazi wote wa taasisi ya elimu ya watu wazima wakiongozwa na mkuu wa taasisi Profesa Sanga kwa kutuandaa kuwa wataalamu wa elimu ya watu wazima na kutuwezesha kuhitimu siku ya leo. Hongera sana taasisi ya elimu ya watu wazima. Kama wahitimu,
Tunapoondoka katika awamu hii ya maisha ya chuo, tunaahidi kuwa mabalozi wema wa taasisi yetu, kutumia elimu tuliyoipata kwa maendeleo ya jamii na taifa, na kuendeleza maadili mema popote tutakapokuwa. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa napenda kuwashukuru wote mliofanikisha mahafali haya 64 kuwa ya mafanikio makubwa. Mwenyezi Mungu awabariki.